Episodi ya kwanza. Mvulana wa vumbi. Juma alikuwa kijana ambaye jina lake halikutamkwa kwa heshima mtaani. Aliishi pembezoni mwa mji, kwenye kibanda cha mabati kilichovuja kila mvua ikinyesha. Watu walimzoea kama kivuli, wengine walimuita bahati mbaya. Lakini Juma alikuwa na kitu ambacho wengi hawakuwa nacho: ndoto. Kila asubuhi alitembea hadi katikati ya mji kutafuta kazi ndogo ndogo. Siku moja alipokuwa akifuta vioo vya magari kwenye taa za barabarani, gari jeusi la kifahari lilisimama mbele yake. Dirisha likashuka taratibu. Ndani yake alikuwemo msichana mrembo mwenye macho yenye utulivu wa ajabu. Hakumcheka, hakumkwepa, alimtazama tu. Juma alihisi kama muda umesimama. "Unaitwa nani?" Sauti yake ilikuwa laini lakini yenye mamlaka. Juma," alijibu kwa aibu. Alimpa noti kubwa kuliko alizowahi kuona. Lakini kilichomshangaza zaidi si pesa, ni tabasamu lake. Gari likaondoka. Watu waliokuwa jirani wakaanza maneno: "Huyo ni binti wa tajiri mkubwa wa mji. Achana naye Juma, dunia si sawa." Lakini usiku huo Juma hakulala. Macho yale yalikuwa yanamfuata kwenye mawazo. Hakujua kuwa huo ulikuwa mwanzo wa kitu ambacho kingetikisa maisha yake yote, na hakujua kuwa si kila tabasamu lina maana. Siku chache baadaye Juma alimwona tena. Safari hii si kwenye gari. Alikuwa amesimama nje ya maktaba ya umma akiwa peke yake bila walinzi. Alimuita, "Juma." Alishangaa na kumbuka jina lake. "Unasoma?" aliuliza. Juma alicheka kwa uchungu. "Nilisoma hadi maisha yakasema hapana." Msichana huyo, Aisha, alimwangalia kwa muda mrefu kana kwamba anaona zaidi ya mavazi yake yaliyochakaa. Alimuomba waingie maktaba pamoja. Ndani, watu waligeuka kumtazama Juma kwa dharau. Lakini Aisha hakujali. Walizungumza kwa saa nzima. Juma aligundua kuwa Aisha hakuwa kama alivyofikiria. Alikuwa na upweke mkubwa licha ya mali. Walipoagana, Aisha alimwambia, "Usijione mdogo kwa sababu dunia imekudharau." Maneno hayo yakamgusa zaidi ya pesa yoyote. Lakini walipokuwa wakiongea, mtu fulani alikuwa anawatazama kwa mbali. Mlinzi wa familia ya Aisha. Na simu ilikuwa tayari mkononi mwake. Habari zilimfikia baba yake Aisha haraka. Bwana Rashid, tajiri mwenye nguvu na heshima kubwa mjini, hakupenda upuuzi. "Msichana wangu hawezi kuchangamana na mtu wa mitaani," alisema kwa sauti ya baridi. Aisha alijaribu kueleza, lakini baba yake alikuwa na historia ambayo hakuwahi kusimulia. Usiku huo, Juma alishambuliwa na vijana wasiojulikana alipokuwa anarudi nyumbani. Hakujua nani aliwatuma, lakini ujumbe ulikuwa wazi: kaa mbali. Alilala akiwa amejeruhiwa, lakini roho yake haikuvunjika. Kwa mara ya kwanza, alihisi ana kitu cha kupigania. Upande mwingine, Aisha alifungiwa nyumbani kwa muda. Simu yake ikachukuliwa. Lakini kabla haijachukuliwa, alituma ujumbe mmoja tu kwa Juma: "Usikate tamaa." Episodi 4. Kivuli cha tishio. Baada ya kuonywa, Juma hakumuona tena Aisha kwa siku kadhaa. Simu yake haikupatikana. Maktaba hakutokea. Barabara ile ile, gari jeusi halikupita. Lakini maneno yake yalikuwa yanamrudia kichwani: usikate tamaa. Siku moja jioni, kijana mmoja aliyevalia suti safi alimfuata Juma. "Unajua unacheza na moto," alisema kwa sauti ya chini. Juma hakumjua, lakini alitambua harufu ya pesa na mamlaka. "Unataka nini?" Juma aliuliza kwa uthabiti.
Kijana huyo alitabasamu kwa dharau. Mimi ni Malik. Jina hilo lilikuwa maarufu, mtoto wa mfanyabiashara mkubwa, mshirika wa Bwana Rashid. Na watu walijua Malik alikuwa tayari amepangiwa kumwoa Aisha. Watu wa aina yako wanapaswa kujua mipaka yao, Malik alisema huku akimtupia bahasha ndogo. Ndani kulikuwa na pesa nyingi. Chukua hii, ondoka mjini. Juma aliitazama ile pesa kwa muda mrefu. Halafu akaifunga bahasha na kuirudisha. Siuzi heshima yangu. Malik akacheka. Basi utanunuliwa kwa njia nyingine. Episodi ya 5. Siri ya zamani. Upande mwingine, Aisha alianza kumkabili baba yake. Kwa nini unamchukia mtu usiyemjua? Aliuliza kwa macho yaliyojaa machozi. Bwana Rashid alinyamaza kwa muda mrefu. Kisha akasema kwa sauti ya chini, kwa sababu niliwahi kuwa kama yeye. Aisha alishtuka. Baba yake alitoka kwenye umaskini mkali. Alipendana na msichana tajiri zamani, lakini alikataliwa, kudharauliwa na kuwapa hata rudia udhaifu huo. Maskini hawapendwi, wanavumiliwa tu, alisema kwa uchungu. Lakini Aisha alijibu kwa uthabiti, labda wewe hukupendwa, lakini mimi nampenda. Maneno hayo yalikuwa kama radi. Hata hivyo, Bwana Rashid alikuwa tayari amepanga jambo jingine. Juma alipata taarifa kuwa amechaguliwa kwa mahojiano ya kazi kubwa katika kampuni ya Rashid Group, lakini hakujua huo ulikuwa mtihani au mtego. Episodi ijayo, kazi ya ndoto au mtego wa mwisho? Episodi ya 6. Mtego wa dhahabu. Juma alifika kwenye ofisi ya kifahari kwa mara ya kwanza maishani. Alivaa shati lake bora, hata kama lilikuwa la zamani. Alipokelewa vizuri ajabu. Alifanya mahojiano. Akajibu maswali kwa ujasiri. Mwisho wa siku akaambiwa, umechaguliwa. Mshahara mkubwa, nyumba ya kampuni, maisha mapya. Lakini kulikuwa na sharti moja lililoandikwa kwa maneno madogo kwenye mkataba, kuwa hautakuwa na mahusiano binafsi na mwanachama yoyote wa familia ya mwajiri. Juma alielewa mara moja. Hii ilikuwa njia ya kumtenganisha na Aisha. Usiku huo, Aisha alitoroka nyumbani kwa siri kukutana naye. Walikutana sehemu ile ile ya taa za barabarani walipoanza. Baba yangu anakupa kazi ili akuondoe kwangu, alisema kwa huzuni. Juma akamwangalia. Sikuanza kupigana kwa sababu ya pesa. Kwa mara ya kwanza, walishikana mikono waziwazi. Lakini mbali kidogo, kamera ya simu ilikuwa inarekodi kila kitu. Na video hiyo ilitumwa kwa mtu mmoja tu, Malik.